Antonio Semenyo kutua klabu ya Manchester City, dili limekamilika. Sio tena tetesi, hatimaye klabu ya Manchester City wameweza kuripotisha kwamba wamekamilisha dili la kumpata Antonio Semenyo kutoka Bournemouth kwa ada ya euro 64 milioni, kukadiriwa kufikia paka kiwango hicho cha pesa cha euro milioni 64 paka 65 kwa fedha za Ulaya. Hivyo sasa Semenyo ni mali rasmi ya klabu ya Manchester City na atafanya kazi chini ya Pepe Guardiola. Kama ambavyo mwanzoni vilabu vingi sana vilikuwa vinamtaka Semenyo kama vile Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur na vigogo wengine Newcastle, lakini Semenyo mwenyewe aliinuka na kusema katika vilabu vyote vinavyomtaka yeye binafsi anaichagua klabu ya Manchester City kama kuwa first priority yake, kwa sababu ni timu yenye malengo, ni timu ambayo inaonyesha ushindani mzuri uwanjani, ni timu ambayo itamtia challenge na kumpa changamoto mpya katika maisha yake ya soka. Ingawa wengi walitamani Semenyo achague timu ambayo hatopata ugumu kupata nafasi kama vile Manchester United ambao haina wachezaji wengi, kama vile Liverpool ambao kuna advantage ya kuondoka kwa Mohamed Salah, lakini Semenyo mwenyewe alichagua Manchester City bila kuogopa uwepo wa wachezaji kama vile Phil Foden, wachezaji kama vile Doku ambao wamekuwa ni wasumbufu sana kwenye maeneo ya pembeni ya uwanja. Semenyo yeye hakuwa hajawaogopa wachezaji wao. Yuko tayari kwenda kunyang'anyana namba na Jermaine Doku, yuko tayari kwenda kunyang'anyana namba na wakina Philip Foden, yuko tayari kwenda kunyang'anyana namba na wakina Nico Gonzalez bila kuogopa kitu chochote. Tunampongeza Semenyo kwa maisha yake mapya ya soka. Tutarajie kuona makubwa zaidi uwanjani. Kwingineko pia taarifa yetu nyingine ambayo inaendelea kwa sasa ni hapo Manchester juu ya kocha Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer inasemekana anaweza akatangazwa kama kocha wa muda wa klabu ya Manchester United. Na baadhi ya wadau wa soka wamekuwa wakijiuliza kwa nini Man U inataka kumrudisha Ole Gunnar Solskjaer. Ini hali aliwahi kupewa timu hiyo kama kocha wa muda akafanya vizuri kwa michezo 13 mfululizo kushinda. Ila alipokabidhiwa tu kuwa kocha wa kudumu akaanza kubolonga. Wengine wamekuwa wakidai ni usajili mbovu uliofanyika na baadhi ya viongozi ndio ambao ulimwharibia Ole Gunnar Solskjaer kazi, maana Ole Gunnar Solskjaer alipendekeza majina ya wachezaji kama vile Jude Bellingham, Erling Haaland, lakini hawakuletewa kwenye ile timu. Akaletewa wachezaji tofauti na wale ambao aliwapendekeza yeye. Je, Ole Gunnar Solskjaer atakuwa kocha mzuri endapo akikabidhiwa Manchester United? Wengi wanajiuliza hilo swali. Licha ya kwamba bado pana mazungumzo na makocha wengine wakubwa na wazoefu kupewa timu hiyo, lakini Man U wameona kuwapata kwa haraka itakuwa ni changamoto, na ndio maana wanatafuta mtu mzoefu amkabidhi ile timu, wakati wao wakiendelea na mchakato polepole mpaka mwanzo wa msimu ujao waweze kumtangaza kocha wa kudumu. Tutaendelea kuhabarishana zaidi na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu. Bonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe ili uendelee kuwa karibu zaidi katika kupata updates. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.